wakati tukiwa bado tunaomboleza ama kushangilia na kusherekea maisha ya jemedari mpiganaji Mzee Bwege au Mzee Bungala aliyekuwa mbunge wa Kilwa Kusini, yapo mambo bado tunayopaswa kuendelea kuyakumbuka na kuyathamini na kuenzi mchango wake aliyoutoa katika kupigania haki ya taifa hili la Tanzania. Nakumbuka moja ya kauli yake ambayo ilitrendi sana miaka kadhaa nyuma, anasema uliona wapi? Uliona wapi? Hii ilikuwa ni kipindi cha uongozi wa awamu ya 5, kipindi cha uongozi wa awamu ya Magufuli. Kauli yake ilitrendi sana, anasema ya kwamba kama watu wanakufa kwenye nchi na bado serikali haina habari, watu wanauawa, watu wanatekwa kwenye nchi yako, lakini serikali haina habari, ndege mimi za kazi gani? Lami mimi ya kazi gani? Alikuwa anazungumza kwa uchungu sana. Kipindi cha uongozi wa awamu ya 5 watu walikuwa wanatekwa na kupotezwa, lakini serikali ilikuwa inanunua ndege, ilikuwa inajenga mabarabara na lami, na ndipo akasema lami zinajengwa kwa ajili ya watu, ndege zinanunuliwa kwa ajili ya watu, lakini watu wanatekwa, serikali haina habari. Alisimama kidedea kupaza sauti kuhakikisha kwamba serikali zilizoko madarakani zinafanya haki na kuzingatia utoaji haki na uhuru wa wananchi kutoa mawazo yao na kuwa huru kuelezea fikira zao, kuwa huru kuhoji masuala ya serikali na ya uwajibikaji. Mzee Bungala Bwege alisimama imara. Tukio kubwa sana la mwaka 2017 ambalo lilitikisa nchi, tukio la kupigwa risasi kwa Tundu Lissu, mbunge wa Singida Mashariki kwa wakati huo, akiwa anatokea bungeni kwenye session ya mchana, akashambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana. Hawa ni watu ambao walitamba sana kipindi cha uongozi wa awamu ya 5. Wao walikuwa wanajulikana tu kwa jina la watu wasiojulikana. Akashambuliwa, serikali kakaa kimya na wananchi wakakaa kimya. Tundu Lissu akazunguka huku na kule akipaza sauti, akilia juu ya haki yake ambayo imepokonywa tu kwa mabavu na hajapatiwa haki yake, lakini hakuna aliyejali. Ndipo Tundu Lissu akaamua kwenda Ubelgiji akilia na diaspora, kaenda Uingereza, kaenda Marekani akilia na diaspora, kupaza sauti kwenye jumuiya za Umoja wa Mataifa kwamba jamani, haki yangu huku inadhulumiwa. Watu wakamuita huyu ni muhaini, huyu ni kibaraka wazungu, anazunguka duniani kote kuichafua nchi, kuichafua Tanzania na uongozi wa Rais Magufuli. Lakini miongoni mwa majasiri waliothubutu kusema ukweli pia kipindi hicho ni pamoja na Mzee Bungala Bwege alimaarufu kama mbunge Bwege, Mzee Bungala. Lakini juzi hapa wale tunaelekea kwenye uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana, alisema, na baada ya uchaguzi wakasema vyama vyote ambavyo viliingia kwenye uchaguzi Oktoba 29, akasema viliwasaliti wa Tanzania, kwa sababu Watanzania walikuwa wameweka msimamo wa kwamba hatupasi kufanya uchaguzi mpaka marekebisho ya sheria za uchaguzi yafanyike ili kuwe na uwanja sawa wa mapambano. Lakini vyama hivi vya mifukoni vikaamua kuingia kwenye uchaguzi. Mzee Bwege, Mzee Bungala alisimamia haki, akakikosoa hata chama chake cha ACT Wazalendo, akasema chama chochote ambacho kiliingia kwenye uchaguzi Oktoba 29 kimewasaliti wa Tanzania. Huyo ndiye Bungala Bwege aliyekuwa amebeba maono makubwa na ujasiri wa kuhoji katika nyakati ambazo hofu ni kubwa katika maisha ya Tanzania, lakini yeye alisimama na kuhoji. Kipindi cha awamu ya 5, kipindi ambacho watu walikuwa wanatekwa, ukihoji unatekwa, unapotezwa, lakini yeye alisimama na kuthubutu kuongea ya kwamba ndege, mabarabara ya kazi gani kwangu mimi ikiwa watu wanapotea kwenye nchi na serikali haina habari. Tunahitaji kuwa na wanasiasa kama Mzee Bungala, wanasiasa wanaosema ndio na ndio ya kweli, wanasiasa wanaosema hapana na inakuwa hapana ya kweli. Hatuhitaji wanasiasa malaya kama alivyowahi kusema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Hatuhitaji wanasiasa wanaonunuliwa, wanasiasa wanaojali fedha, wanasiasa wanaojali madaraka tu, hawajali huruma ya wananchi na mahitaji ya wananchi. Wako radhi kukanyaga damu za Watanzania alimradi waende bungeni, waende Ikulu, wapewe uwaziri, wapige selfie na kuona fahari ya uteuzi wao, bila kujali wamekandamiza demokrasia, bila kujali wameua watu. Hatuhitaji wanasiasa wa namna hiyo. Mzee Bwege amelala, amepumzika usingizi wa mauti, lakini ameonyesha katika maisha yake ya kwamba alikuwa ni mbunge imara, jasiri, mpaka katika pumzi yake ya mwisho alikuwa anapigania haki na usawa na demokrasia imara katika nchi yetu. Tunapaswa kuendelea kumuenzi na kumkumbuka sana Mzee Bungara alimaarufu kama Mzee Bwege, maana alikuwa ni mbunge imara katika jimbo lake la Kilwa Kusini. Alisimama imara pamoja na elimu yake ya darasa la 7 tu, lakini alikuwa mzalendo katika nchi. Tunahitaji wanasiasa wazalendo, imara, jasiri, wasioteteleka, wasionunulika kama Mzee Bungara.